Yes, community ya Pi Network. Kwa majina najulikana kama Meya Pioneer wa GCV Educational Group. Nimesikiliza hii hoja kubwa ya tarehe 28 na mimi nimeona nilete mchango wangu japo kidogo na maswali ambayo pia nitahitaji kutokana na uchambuzi wangu huu ambao na mimi nitaufanya. Kwanza kabisa kabla ya kwenda mbali, hii picha unayoiona hapa mbele ya uso wako kwenye kioo cha simu yako, hii ni game ambayo nimeitengeneza. Kwa hiyo ni game halisi ya Kitanzania. Inaitwa Hen with Hawk, yani kuku baina ya mwewe, na kukaribisha nenda kaisearch hivyo hivyo Hen with Hawk kule kwenye Pi browser na upate nafasi ya kuicheza hiyo game. Baada ya kusema hayo, napenda pia nikuombe uifanyie staking game hii ikikupendeza, lakini kama ukiona game ni nzuri pia naomba uipe hadhi ya nyota 5. Baada ya kuzungumza hayo machache, nirudi kwenye ile hoja ya msingi ya tarehe 28 ambayo ndio inatugusa sana sisi pioneers. Na kiongozi wa mjadala huu wa tarehe 28 ni dada yetu Tulijako. Dada yetu Tulijako, nina mambo mawili katika kuongea kwako kuhusu tarehe 28 ambayo mimi ninaungana nayo mkono. Umesema kwanza jambo letu liko pale pale. Najua hilo ni jambo letu kweli, kungojea open mainnet. Hilo ni jambo letu na ni jambo la kila pioneer ambaye anachimba Pi. Ni jambo la kila pioneer ambaye anachimba Pi, na sio kila pioneer tu, hata yule ambaye hachimbi lakini anawatizamia wale wanaochimba Pi, akisema ngoja tuone hiyo open mainnet ikifika basi itakuwaje. Je, ni kweli hayo wanayoyazungumza ndivyo itakavyokuwa hivyo? Kwa hilo ni jambo letu liko pale pale. Ni kweli, hata mimi naungana na wewe mkono dada Tulijako, jambo letu liko pale pale, liko hapo hapo. Hata mimi nasubiria kwa hamu kubwa. Alafu jambo la pili ambalo unalizungumza wewe ni kusema kuna kitu unazungumza mambo matatu. Jambo letu liko pale pale, alafu jambo lingine unalizungumzia ni kuhusu open mainnet tarehe 28. Hilo ndio litakuwa hoja ya msingi. Na jambo la tatu katika mazungumzo yako unazungumza kuna jambo kubwa litatokea. Sasa hizi tunasema ni prediction, ni ule ubashiri. Kuna jambo kubwa litatokea. Sasa hii ninakubaliana na wewe kwa sababu hata huko nyuma mambo ambayo yamekuwa yakitokea kwenye Pi Network mapya mengi ni mambo makubwa. Kwa hiyo hii tarehe 28 Pi 2 day pia ni jambo kubwa linaenda kutokea. Kwa hata mimi niko upande wako dada yangu Tulijako kwamba kuna jambo kubwa litaenda kutokea. Lakini jambo la tatu sasa, hilo ambalo nimelizungumza kwenye namba 2 yetu, nimezungumza, umesema kwamba unazungumza open mainnet tarehe 28, na ndio hapa ambapo sasa mimi kama Meya Pioneer ni pioneer wa kawaida anayejitafutia tu Pi zake kwa njia ya kawaida, ndio maana ya Meya. Meya maana yake ni wa kawaida, sifanyi chochote zaidi ya uchimbaji. Basi hapa ndo hoja ya msingi sasa inapokuja kwenye tarehe 28 kwamba ni open mainnet. Kwa hiyo nilipokuwa nikikusikiliza dada yangu Tulijako, nimekusikia ukiwa unazungumza hayo mambo makubwa matatu. Kuna jambo kubwa litatokea, jambo letu liko pale pale, na open mainnet tarehe 28, ambapo sasa mimi ndipo ninapokuja na hoja sasa, ambazo ndani ya hizi hoja nitakazokuja nazo kutakuwa kuna maswali, na yale maswali nitakayoyaleta basi natumai wale ambao
wenye ufahamu. Hata wewe dada Tulijako naona ulikuwa na ufahamu, japo kuna mahali unasema mimi sina kabisa ujuzi au ufahamu ama elimu ya cryptocurrency, lakini unazungumza kwa kujiamini na kuchangamka kabisa, kwa sababu kujiamini kwako na kuchangamka kwako maana yake kuna kitu unakijua. Sasa niende moja kwa moja kwenye hoja. Kwa hiyo naomba univumilie, wewe unayetazama hii video, naomba univumilie ili tutakapoenda sasa kuingia kuanza kujadili haya mambo, basi ikuwie rahisi wewe kunielewa. Sasa tunaingia kwenye swala la dada Tulijako kuhusu tarehe 28 Open Mainnet. Usiache kunifuatilia, wala usiache kabisa kuendelea kuwa pamoja na mimi wakati tunaendelea kulijadili jambo hili kubwa kabisa. Naam, naomba unifuatilie vizuri sana. Video hii itakuwa kama vile ina vifungu ambavyo vitakuhitaji wewe pia uunganishe doti ili uweze kuielewa. Sasa hii picha unayoiona hapo mbele ni Pi Network ambapo nimeipata kutoka minepi.com. Ukienda kwenye browser yako ya Google, kama ni Google Chrome, ukaenda ukaandika Pi Node, ukaandika Pi Node. Ukiandika Pi Node, kurasa wa kwanza kabisa utakopata itakuletea hiyo kama hiyo picha ambayo inakuletea maelezo kuhusu Pi Node. Ukibonyeza humo ndani unapata maelezo kuhusu Pi Node, lakini hakikisha lazima linki utakayokwenda imeandikwa hivi. Umeona hiyo https://minepi.com. Ni muhimu sana uweze kuelewa. Alafu utasoma vyote kuhusu Pi Node. Sasa mimi nilichokuwa nataka nianze nacho kwanza kabisa kwenye hii hoja ya msingi ya dada yetu Tulijako, ili watu waweze kuelewa ni jinsi gani ya kujua kwamba Open Mainnet ipo karibu. Tunaanzia hapa kwenye Pi Node, na kuanzia kwenye Pi Node, hii Pi Node ndio hiyo ambayo sisi tunaenda kwenda kuiangazia. Sasa wakati tunaiangazia Pi Node, hebu tuangalie hichi kipengele hichi muhimu sana, ili hiyo Pi Node inasema one step closer to user centric decentralization. Hiyo tu inasema Pi Node one step closer to user centric decentralization. Sasa nini maana ya hili neno one step closer to user centric decentralization? Twende pamoja. Maana halisi sasa ya one step closer to user centric decentralization ndio hii hapa. Twende pole ili uweze kunielewa. Tafsiri yake Kiswahili ndio hiyo hapo. Maana yake ni kusema hatua moja karibu na ugatuzi unaozingatia mtumiaji. Hatua moja karibu na ugatuzi unaozingatia mtumiaji. Maana yake sasa nikinyoosha sentensi iliyonyoosha ni sawa na kusema Pi Node ni hatua moja karibu na ugatuzi unaozingatia mtumiaji. Pi Node ni hatua moja karibu na ugatuzi unaozingatia mtumiaji. Sasa hatua moja, yani imagine tunasema hatua moja, ina maana wakati tunapoelekea Open Mainnet, manake nodi ndio hatua moja kuelekea Open Mainnet. Hayo mambo mengine sijui nini ma KYC sijui malikitu yote yaliyofanyika, yote hayo hayatuonyeshi kwamba tuko hatua gani kwenda Open Mainnet. Lakini hapa Pico team wanatuonyesha ni kitu gani ambacho kikikamilika basi
tunaingia open mainnet. Na wamesema nodi ni hatua moja karibu na ugatuzi unaozingatia mtumiaji. Kwa hiyo nodi ndio kioo chetu cha sisi kutizama kama tunaelekea open mainnet ama bado. Nodi, narudia tena, nodi ndio kitu pekee ambacho tunaweza kukiangalia kwamba kama tunaingia open mainnet ama bado. Nafikiri hoja ya msingi ya kwanza ndiyo hapo, na nitaendelea kuitetea hii hoja yangu, na kama kutakuwa kuna mtu atakayekuja na hoja nyingine kubwa zaidi ya hii ambayo PICOT mwenyewe wamezungumza wa kuweka wazi kwamba nodi ni hatua moja muhimu sana karibu na ugatuzi. Ina maana sasa hapo tuliposimama kwenye nodi ndio hatua moja kuelekea open mainnet, kuelekea decentralization. Kama kutakuwa kuna mtu mwingine basi ataweza akaja. Sasa nini maana hii kwamba nodi ni hatua moja karibu na ugatuzi unaozingatia mtumiaji? Sasa tusome hii hapa. Hii yote anasema hivi: kuhamia kwenye mtandao unazingatia mtumiaji ama decentralization na uliogatuliwa ambao uko decentralized kuna maanisha kujiondoa kutoka sehemu moja ya kushindwa, kurudisha umiliki wa data kwa watu binafsi na kufahamisha nguvu kutoka kwa ukiritimba wa teknolojia. Hivi ndivyo tunavyojenga interneti ambapo unamiliki utambulisho wako, mali pamoja na faragha. Maana yake ni kwamba Pi Network, wakati tunasema tuko hatua moja kuelekea ugatuzi unaozingatia mtumiaji, maana yake Pi Network inatarajia kwenye hii hatua moja kuhamia kwenye mtandao unaozingatia mtumiaji. Mtandao unazingatiaje mtumiaji? Mtandao unazingatiaje mtumiaji? Unazingatia mtumiaji kwa yule anayeendesha hiyo nodi. Kwa hiyo hao wanaoendesha nodi ndio wanaoendesha mtandao, ndio wanaoendesha decentralization. Kama kuna mtu atakuja na hoja pia kuhusu hili, basi anaweza akaja akatusaidia. Mimi Meya Pioneer nasema hivi: wanaoendesha nodi ndio tukihamia decentralization, manake ndio wanaoendesha mtandao. Kwa hiyo Pi Network inaposema tunahamia kwenye ugatuzi unaozingatia mtumiaji, manake wanahamia kwenye ugatuzi unaozingatia hawa waendesha nodi ambao ndio wanaoendesha mtandao, na kila nodi ipo pahala pake, kwa maana ya kwamba mimi niko Dar es Salaam, mwingine yuko Dubai, mwingine yuko Marekani, mwingine yuko South Africa, mwingine, kila mtu yuko nyumbani kwake, chumbani kwake na kompyuta yake ambayo ina run nodi. Sasa kile kitendo cha kila mtu kuendesha mtandao kwa kutumia nodi, hiyo ndio inaitwa decentralized, kwamba mtandao haumilikiwi na mtu mmoja. Kwa hii hatua moja karibu na ugatuzi unaozingatia mtumiaji, maana yake ni kwamba hizi nodi zinaenda kuachiliwa kwa hawa watu ambao wanaziendesha, na wao ndo watakuwa wanatusaidia sasa kuendesha mtandao. Utanielewa tu polepole. Utanielewa tu polepole. Endelea kunifuatilia na utaweza kunielewa tu polepole kuhusu nodi kwamba ni hatua moja karibu na ugatuzi unaozingatia mtumiaji. Sasa tukirudi kwenye hoja ya msingi kabisa ya dada yetu Tulijako kuhusu tarehe 28 kwamba ndio open mainnet. Nimezungumza tena, dada Tulijako amezungumza mambo matatu. Jambo la kwanza, kuna jambo kubwa linaenda kutokea. Jambo la pili, jambo letu liko pale pale, ni kusubiria open mainnet. Na jambo la tatu, tarehe 28 ameikategorize kwamba ndio siku ya open mainnet. Lakini mimi namwambia ninakuja na hoja zangu za kuonyesha kwamba tarehe 28 sio open mainnet, sio open mainnet, na sababu na ni kitu gani tunaweza tukatazama kwamba tarehe 20 kinatusogeza karibu na open mainnet. Kwa hiyo nodi ndio kitu ambacho kinatusogeza karibu kabisa na open mainnet, na tuko hatua moja sasa hivi kurani nodi. Je, haya mazingira ya tarehe 28 kwamba ndo tunaenda kuingia open mainnet yatakidhi kwenye hivi ambavyo ninaenda kuvizungumza hapa, ama kwenye haya maswali ambayo nitaenda kuyatoa hapa? Twende polepole, endelea kunifuatilia. Usiache kunifuatilia wala usiache kuendelea kuangalia ni kitu gani ambacho naendelea kukileta kwako. Sasa tuangalie sasa mazingira haya ya nodi
kwa wale wanaorani nodi pia watatupa majibu. Tuangalie mazingira ya nodi ambayo tumesema ndio hatua moja ya msingi kuelekea open mainnet ama kuelekea ugatuzi unaozingatia mtumiaji. Nifuatilie. Ukienda kwenye Pi Blockchain Explorer, ukifungua hata sasa hivi ukaenda kufungua kwenye Pi Blockchain Explorer, ukienda kwenye kipengele hichi cha testnet, ukabonyeza hiyo sehemu ya testnet, alafu ukaenda ukabonyeza kwenye sehemu hizi ya blocks. Ukishabonyeza inatakiwa hichi kivuli kibaki kwenye testnet na uangalie kwenye blocks, alafu ubonyeze transaction moja wapo katika zile blocks. Ukishabonyeza transaction moja wapo katika zile blocks, maana yake itakuletea hichi kitu kinachoitwa protocol version. Protocol version. Nifuatilie tu polepole utanielewa. Kwenye hii protocol version ndio zile version ambazo wale wanaoendesha nodi wanazi upgrade. Kwa hiyo kwenye Blockchain Explorer upande wa testnet 1, maana yake ni kwamba tuko version 26. Twende polepole. Protocol version ya nodi ambayo ndio iko kwenye Blockchain Explorer, ambayo ndio inatupeleka hatua moja kabla hatujaingia decentralized. Maana yake tuko version 26, na katika zile series za version, maana yake tunajua kwamba version 26 ndio version ya mwisho. Ndio version ya mwisho. Maana yake ni kwamba kwenye upande wa testnet 1, maana yake tumefikia mwisho. Twende polepole na utanielewa vizuri kabisa. Naam, ukienda kwenye Blockchain Explorer tena, ukaenda ukaangalia upande wa testnet 2, kwa kubonyeza zile blocks, alafu ukabonyeza ile transaction hiyo kwenye block, utakuta protocol version ya nodi tuko version 24. Kwenye testnet 1 tulikuwa version 26, kwamba tayari tumeshamaliza. Kwenye testnet 2 tuko version 24, maana yake bado version 2, 25 na 26. 25 na 26. Twende polepole. Naam, ukienda kwenye Blockchain Explorer, ukaenda ukabonyeza hii sehemu ya mainnet, alafu ukacheki kwenye blocks za mainnet, tuko protocol version 24. Manake na yenyewe bado protocol version 2. Twende polepole utanielewa. Hapa sasa ndio pale ambapo maswali yanakuja kwa wale watu wanaorani nodi na kuhusu zile updates za nodes ambazo zinaendelea. Twende polepole na utaweza kunielewa. Naam, tukiangalia kwenye timetable sasa ya protocol version hizi ambazo wale wanaorun node bado wanaendelea kuzi update. Tukicheki kwanza protocol version 21 tunaambiwa iko completed na hii imemalizika Aprili 6, 2026. Nafikiri umenielewa. Alafu protocol version ambayo sasa hivi ambayo kama wale wanaorani nodi ukumbuke kwanza nikukumbushe kwamba protocol version 23 ambayo ndio ilikuwa ya msingi sana, ambayo imekamilika. Tukumbuke kwamba ilikuwa extended, iliongezewa muda, na huo muda iliongezewa
wanajua wao PICO team kwa nini waliiongezea muda. Sasa protocol version ambayo ipo sasa hivi ni protocol version 25.2 ambapo iko active sasa hivi na ilipaswa iwe imeisha tarehe 18/2/26, na ukiangalia kwenye kalenda leo ni tarehe 23. Leo ni tarehe 23 Juni 2018. Maanake hii bado iko nje ya muda mpaka kufikia sasa, maanake bado iko nje ya muda, iko nje ya muda. Kwa hiyo kufikia protocol version 26, maana yake sasa kwenye protocol version 26 bado hii is to be done, itafanywa tu, na leo ni tarehe 23, means kwamba bado tuko na siku 5, tu. Sasa turudi kule kwenye blockchain explorer, alafu wale node operators node runners watanipa majibu kwamba hili jambo likoje. Turudi kule kwenye blockchain explorer, afu tuende tukatizame. Tunaondoka tukiwa na kumbukumbu. Tuondoke tukiwa na kumbukumbu hii jamani pioneers. Mnisaidie wale ambao tunasema kwamba tarehe 28 itakuwa ni siku ya open mainnet. Twende na kumbukumbu hii. Sasa hivi tuko protocol version 25.2 ambao hii itaenda mpaka 26, maana yake mpaka 25.9 let's say, kabla tujaingia 26. Na hii sasa hivi iko active, maana yake iko in progress. Kusema kwamba in progress manake inaendelea, na ilipaswa iishe tarehe 18 Juni, lakini leo mpaka leo PICO team hajatoa taarifa, lakini bado iko in progress, na leo ni tarehe 23. Kwa tunaondoka sasa, tunaenda na hili wazo kwamba huku wakati watu wanaendelea ku update hizi nodes, kwanza tuko out of time, tuko nje ya muda mpaka sasa hivi kwenye kuupdate hizi node. Na kama tuko nje ya muda, sasa tuende kule kwenye blockchain explorer, tuende tukapate majibu. Hapo bado hawajaanza bado ku update protocol version 26. Maana yake sasa hivi tuko na siku 5 tu zimebakia kuelekea kufikia hiyo tarehe 28 ambayo ni Pi today. Twende kule ili mwende mkanipe majibu. Sawa, sasa naomba majibu hapa. Naomba majibu testnet 2 kwenye blockchain explorer. Testnet 2 tuko testnet 2 hii hapa, tuko protocol version 24, lakini kule kwenye upgrade tunaona kwamba protocol version 25.2 ndio iko kwenye progress, ndio iko kwenye maendeleo ya kuweza kuupgradeiwa. Maana yake ikisha kuwa na uwezo wa kuupgradeiwa ndio itaingia hapa kwenye testnet 2. Ndio maana sasa hizi hatuioni hapa kwenye testnet 2. Mtanielewa tu, twende pole mtanielewa. Ambapo testnet 1 iko protocol version 26. Protocol testnet 2 iko protocol version 24, ambapo iko progress kule, ambapo tumeona iko in progress, ndio itakuja kuwa reflected hapa. Alafu tukienda kwenye mainnet sasa, ambao ndo tunatarajia tarehe 28, tuko protocol version kwenye mainnet sasa. Jamani, hebu nisaidie hapa. Tuko kwenye mainnet sasa, tuko protocol version 24. Naomba mnisaidie. Kwenye mainnet tuko protocol version 24. Maana yake kwa majibu rahisi, maana yake lazima testnet 2 ikamilike kufika protocol version 26. Alafu kwa sababu mainnet tuko protocol version 24, sasa ile testnet 2 ikishakuwa tested vizuri, kama vile ambavyo PICO team wamezungumza kwamba baada ya kuona jamii kwamba mtandao umetestiwa na unafanya kazi vizuri, basi tutahamia mainnet. Manake sasa mpaka sasa hivi kwenye protocol versions hizi
Sasa hivi tuko testnet 2 ambao tunatakiwa tukamilishe protocol version 25 na 26. Tukishakamilisha, ukishaona testnet 2 iko protocol version 26, manake upande wa testnet tunakuwa tumemaliza kila kitu. Zinakuwa hizi protocol version ni kuachiwa tu upande wa mainnet 25, 26. Sasa kwa uchambuzi wangu, kulingana na maarifa yangu haya madogo nilionayo, kama testnet 2 toko protocol version 24 na ile 25 ya kuja kujazwa hapa kwenye 24 ambayo sasa hivi iko in progress, na tuko siku 5, leo ni 23 tarehe, na tuko siku 5 kuelekea Pi 2 day tarehe 28 mwezi wa 6 2026. Swali langu rahisi kwa wale wanaorani node: je, mnafikiria japo Pi node ndiyo hatua moja ya mwisho kuelekea decentralization, swali, je, inawezekana PiCore team wakakamilisha protocol version 25 testnet 2, alafu wakamilishe protocol version 26 testnet 2, alafu waje wakamilishe protocol version 25 mainnet na protocol version 26 mainnet, tuingie decentralized kwa hizi siku 5 zilizobakia? Natumai mtakuja na majibu, mtanifumbua kwa hili ambalo nimelizungumza. Ni mimi Meya Pioneer wa GCV Educational Group. Karibu sana.